Kuna watu ambao huamka asubuhi wakiwa wamechoka tayari. Sio kwa sababu wamefanya kazi nyingi, lakini kwa sababu akili zao hazijawahi kupumzika. Unafungua simu kabla hata hujazungumza na wewe mwenyewe. Arifa, ujumbe, habari, shinikizo. Watu wanaonekana kufanikiwa zaidi kuliko wewe, na polepole unaanza kuhisi kwamba maisha yako yanaenda vibaya. Unaanza kuamini labda ninashindwa. Lakini hujui jambo moja. Shida sio kwamba maisha yako yameharibika. Shida ni kwamba akili yako imechoka. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Eli. Hakukuwa na tatizo lolote maishani mwake. Alikuwa na kazi, marafiki, familia, lakini kila usiku alihisi upweke ambao hakuweza kuelewa. Kila siku angesema, kuna kitu hakipo sawa kwangu. Alianza kutafuta suluhisho kila mahali. Video za motisha, podcasti, vitabu, malengo ya pesa. Lakini kadiri alivyojaribu kujiboresha, ndivyo alivyochoka zaidi. Hadi siku moja, simu yake iliharibika. Imekufa kabisa. Na kwa sababu hakuwa na pesa za kurekebisha mara moja, ilibidi aende siku 3 bila simu. Mwanzoni ilikuwa mateso. Mkono wake uligusa mfukoni mwake bila kujizuia. Alihisi kama kuna kitu kilikuwa kinakosekana. Lakini siku iliyofuata, alianza kuona vitu ambavyo hakuwa ameviona kwa muda mrefu. Mvua ikinyesha, upepo, utulivu wa jioni. Alisikia ndege wakilia asubuhi. Alimwona mama yake akicheka jikoni. Na usiku huo, ameketi nje peke yake, aligundua kitu kilichombadilisha. Kwa miezi, hajawahi kuwa peke yake na akili yake mwenyewe. Kila sekunde alikuwa akikimbia ukimya, kusogeza, kelele, video, shinikizo. Na hapo ndipo ukweli ulipompata. Labda maisha yake hayakuwa yakiharibika. Labda akili yake ilizidiwa na ulimwengu ambao haukusimama. Siku ambayo simu yake ilirudi, hakubadilisha maisha yake yote. Hakuhamia milimani, hakufuta programu zake zote. Alifanya jambo moja dogo tu. Kila siku, alianza kukaa kwa dakika 20 bila simu yake. Hakuna mziki, hakuna kuperuzi, hakuna vizuizi. Dakika 20 za ukimya. Na polepole, kile alichokiita unyogovu kilianza kupungua. Kile alichokiita kushindwa kilianza kuonekana kama uchovu. Na kile alichokiita maisha tupu kilikuwa ni akili tu ambayo haikuwahi kupumua. Watu wengi hawahitaji maisha mapya. Wanahitaji kupumzika. Ukimya, nafasi ya kujisikia tena. Kwa sababu si kila mtu anayehisi amepotea. Wengine wamechoka tu.